nini ungemwacha endelee kuishi hadi nimekuwa mkubwa? Kwa nini alikufa? Nilikuwa nampenda. Hii kadi ndo zawadi ya mwisho kutoka kwako bibi. Asante kwa mawio ya jua, asante kwa mawingu mazito, asante kwa mvua na upepo na nyota mawinguni. Asante Mungu kwa uhai, asante Mungu kwa uhai, kwa mvua, kwa jua, kwa mawingu, kwa upepo. Asante Mungu kwa uhai, asante Mungu kwa uhai, asante Mungu kwa uhai. Vitu vyema umefanya Mungu, asante kwa uhai. Hujambo mwanangu? Angalia hii shangazi. Kadi nzuri. Imetoka kwa nani? Kadi ya shukrani kutoka kwa bibi yangu mamake mamaangu. Inasemaje? Je, ungependa kunisomea? Kwa mjukuu wangu mpendwa, nilifurahi sana ulipokuja kwenye sherehe yangu ya kuzaliwa. Asante sana kwa kuketi nami na kwa kuzungumza nami. Hadithi zako zinaleta rangi nzuri nzuri maishani mwangu. Zipo kama bustani nzuri ya maua. Asante. Nazipenda sana ile hadithi ya jitu zambarau kutoka sayari ya kijani. Dunia nzima ilikufanya shujaa wao. Wewe ni shujaa wangu pia. Wako mpendwa bibi. Wow, maneno mazuri. Kweli anakupenda. Anapendelea unapomtembelea. Alinipenda, sio ananipenda. Alinipendelea, sio ananipendelea. Kwani mmekosana? Ulifanya jambo baya akachukia, lakini naamini mweza kupatana. Hajanikasirikia. Ni kwamba tu hayupo tena. Nawezaje kuwa shujaa? Niokoe dunia nzima na huku siwezi hata kumwokoa bibi yangu. Mwanangu, kwani bibi ni mgonjwa? Hapana. Alikuwa mgonjwa lakini mama aliniambia yupo mzima na yupo mahali pazuri zaidi sasa. Shida ni kwamba siwezi kwenda sehemu hiyo nzuri aliko. Sitamuona tena milele. Yupo hospitalini? Amefariki? Leo asubuhi mama mdogo alipiga simu. Bibi yangu amefariki shangazi. Pole sana mwanangu. Samahani, sikuwa ninakuelewa. Ulikuwa unajaribu kuniambia na huku sikuwa nakusikia vizuri. Nikusaidiaje? Tuzungumze. Bila shaka mwanangu. Tunaweza kuzungumza muda wowote unaotaka. Sasa mama analia. Mimi napaswa kufanya nini? Mwache alie kwa sasa. Ana huzuni nyingi na anapaswa kuelezea hisia zake kwa njia hii. Baada ya muda, utamuona kafurahia tena. Alimpenda mamake sana na lazima anamiss. Pengine kama wewe tu. Haimaanishi kwamba anakukasirikia. Kwa hiyo roho ya bibi iko kwa Mungu? Ndiyo. Kumbuka tulipokuwa tukijifunza kuhusu kuwa mchungaji mwema? Biblia inatuambia kwamba Yesu mchungaji mwema alisema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Tunajua kwamba Yesu kamwe hawezi kudanganya, na yeye hakuwahi kutenda chochote kibaya, na yeye ni mwingi wa upendo. Hivi nitamwona bibi tena? Ndiyo. Sasa Yesu ana ufunguo wa kifo na kuzimu, na tunajua kwamba kuzimu ni jela ya waliokufa, lakini haiwezi kuwafungia marafiki wa Yesu. Yesu alikufa, akazikwa, kisha akafufuka kutoka mautini. Na alipofufuka, alifufuka na ufunguo. Kuna mtu ambaye amewahi toka kwenye hiyo jela ya kifo? Kabla ya Yesu kufa na kufufuka, aliwachukua wanafunzi wake watatu, Petro,
Yakobo na Yohana akawapeleka sehemu fulani mlimani. Na walipokuwa pale, mara tu Yesu akaanza kung'aa na kupendeza. Mara tena Musa na Eliya nao wakatokea waking'aa na kupendeza. Hii inanisaidia kujua kuwa nitamwona bibi. Musa na Eliya wote walikufa zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Miili yao ilikufa, lakini roho zao zilikuwa zingali hai. Wakatokea, wakaongea na Yesu, mara tu wakatoweka mbele ya wanafunzi hao watatu. Oh, Musa na Eliya walionana. Nikifika mbinguni nitamwona bibi atakuwa amezeeka. Si ni kweli shangazi? Sidhani kama watu huendelea kuzeeka baada ya kufariki mwanangu. Musa alikuwa na miaka 3000, lakini alionekana tu kama Musa nadhani na Eliya pia. Kwa hiyo bibi ananisubiri tu. Kuna vile ninaweza kusafiri hadi mbinguni au tayari nipo safarini? Anaweza kuwa anajishughulisha na mambo mengi akisubiri siku yako ifike. Inaweza kuchukua miaka mingi sana mwanangu kabla wewe kwenda mbinguni. Mambo haya hatuyajui vizuri. Wakati babu yangu aliugua, mimi nilihuzunika sana. Yeye hakuwa amemwamini Yesu bado, kwa hivyo sikuwa na ujasiri kwamba tutakutana tena naye baada ya kufariki. Wakati mwingine nililia kwa sababu nilimpenda sana babu yangu. Nafurahi sana kwamba mimi na bibi yangu sote tunamwamini Yesu. Hata mimi nililia kwa ajili ya bibi. Kulia ni kuzuri wakati mwingine. Ni vizuri kwamba nyote mnamwamini Yesu. Nilipozungumza na babu hospitalini, hiyo ilikuwa ni kabla ya upasuaji wake na kabla ya malaika kumtokea. Hakuelewa itakuwaje atakapoaga dunia. Malaika alimtokea? Ndiyo. Kabla hajafariki, alikuwepo tena hospitalini. Alikuwa yupo peke yake. Daktari akasema kwamba yupo mdhaifu mno. Babu akaniambia kwamba alifanyika Mkristo alipotokewa tu na malaika. Malaika alimhubiria? Sisi ndio tunaopaswa kuhubiri, watu wa Mungu. Basi malaika alimwambia nini? Malaika hakusema kitu. Alimpungia mkono, halafu mara moja akakumbuka mahubiri fulani aliyoyasikia zamani angali mtoto akiwa kwenye gari akielekea mjini. Alikumbusha jinsi Adamu aliumbwa na jinsi Adamu na Hawa waliasi. Mungu akampatia malaika mwovu mamlaka huku duniani. Akakumbuka jinsi Yesu alivyozaliwa, miujiza aliyoifanya na jinsi alivyokufa msalabani kwa ajili ya dhambi za dunia, na kwamba kifo hakikuweza kumfunga kamwe. Akakumbuka vile alivyofufuka na sasa ana ufunguo za mauti na amekuja kuwaweka watu huru. Alipokumbuka tu mambo haya, malaika alimpungia mkono, akaamua kuamini. Ndiyo, akaongea na Mungu na Mungu akamsamehe dhambi zake zote. Kabla hajafariki, nilimtembelea tena. Akaniambia, tutaonana tena mbinguni mpendwa wangu. Kuwa mwema, furahia. Najua nitamwona bibi yangu tena mbinguni. Asante shangazi. Shangazi, No? hivi ni vizuri kuhuzunika na kufurahi kwa wakati mmoja? Bila shaka mwanangu, ni sawa kucheka na ni sawa kulia. Ni sawa kuwa mpweke kidogo, lakini jaribu kukumbuka maisha ya bibi alipokuwa duniani. Maisha si ni mazuri? Mawazo haya yote, mahusiano haya, hisia hizi. Unajua kitu? Mamake Yusufu alifariki pindi tu alipojifungua mdogo wake Yusufu, Benjamini. Kweli? Ndiyo. Naweza kuzungumza na Yusufu? Bila shaka. Wakati mdogo wangu alizaliwa tu duniani, mamangu aliaga dunia siku hiyo hiyo. Nafurahi mamangu hakufariki alipojifungua mdogo wangu.
Hilo sio zuri kabisa. Lakini ni vizuri kuwa wenye shukrani. Mama zetu wengine walitutunza mimi na Benjamini, lakini bado tulihuzunika mama ametuacha. Shangazi, ikiwa baba na mama wanaweza kutokewa na jambo baya, wewe utanitunza? Kama wazazi wako wangependelea hivyo, basi mimi ningefurahia sana kukutunza kama mtoto wangu kabisa. Lakini wazazi wako wanaweza kuwa na mipango mingine. Kawaida jamaa au familia ndio wanaokutunza wakati jambo lolote linapotokea. Mimi napenda wewe unitunze na unanisikiliza, unazungumza na unanifundisha mambo muhimu. Hivi Biblia inasema nini kuhusu wakati mtu anapokufa? Biblia ni kitabu kikubwa, lakini itachukua kitabu kikubwa sana kutuelezea kila kitu. Biblia hasa hutuelezea Mungu ni nani na jinsi angelivyopenda tuishi. Biblia pia inatuelezea mambo kadhaa kuhusu kifo. Kama nini? Watu wengi hufikiria mtu hufariki, ila Biblia inatuambia kwamba mwili hufa tu pindi roho na nafsi inapotoka mwilini. Nafsi ya mtu huwa haifi. Jambo lingine tunalojifunza ni kwamba ni sawa kuomboleza kwa ajili ya aliyeaga, lakini tusifanye kama watu wasiokuwa na imani, bila tumaini au ufahamu wa maisha ya umilele. Lia unapohuzunika mwanangu, lakini usisahau kwamba Yesu ameshashinda kifo cha bibi na cha watu wote kama sisi ambao tunamwamini Yesu. Shangazi, haitakuwa siri milele tutakapokufa. Basi tutajua nini hutokea. Ndiyo mwanangu, tukifika mbinguni tutafahamu zaidi kuliko sasa hivi. Tutazungumza uso kwa uso na Mungu muumba mbingu na nchi. Ila kwa sasa hivi inatubidi tuwe na subira na tumuamini. Mojawapo ya mambo yanayorudiwa sana kwenye Biblia ni usiwe na hofu. Yesu anatukumbusha kwamba tusiwe na hofu ya kifo. Tunayo sehemu yetu katika makao ya Mungu huko mbinguni, ikiwa tutamwamini na kumwacha atujali. Hadi baadaye, mimi wako shangazi. Kwa heri.